Karibu tena mpenzi wa stori zangu, mpenzi wa shamba la kafara. Leo twende moja kwa moja kuimaliza shamba la kafara, na hii ni sehemu ya mwisho tunaimaliza leo. Baada ya mjomba kuniachia ujumbe wa mtu kwamba unaosema mapambano bado hayajaisha, ndo kwanza ameanza, na shamba la Luchelele lina deni, tena deni la damu. Tuendelee na stori yetu. Hapo ndipo tulipoishia. Kwa hiyo baada ya usiku ule kutoroka, jijini hakukuwa tena kama zamani. Mabatini kulikuwa na kimya cha ajabu. Kishiri watu waliongea kwa minong'ono, na upande wa Luchelele hakuna aliyethubutu kupita peke yake. Lakini mimi sikuwa na amani tena. Usiku wa 3 baada ya tukio la Baraka, ndoto mbaya niliota. Nilimwona baba akiwa amesimama katikati ya shamba, lakini hakuwa peke yake. Nyuma yake kulikuwa na vivuli vingi vya wanaume, wanawake na vijana wadogo. Wote walikuwa wakiniangalia. Baba alisema kwa sauti nzito, laana haijawekwa na mizimu, imewekwa na wanadamu. Kisha wakapotea. Nilishtuka kutoka usingizini. Kipindi najiuliza vizuri, hiki ni nini? Ndoto na maana gani? Lakini nilihisi harufu ya moshi ndani ya chumba. Nilipotoka nje, mbali upande wa Luchelele kulikuwa na mwanga wa moto mkubwa. Asubuhi yake habari zilisambaa, shamba la jirani na la baba lilikuwa limeungua usiku. Lakini moto haukuenea, uliunguza mduara tu, ule niliuona mara ya kwanza. Watu walianza kuogopa waziwazi. Mzee Nyakato wa Luchelele alinifuata, akanambia kwa sauti ya haraka, wameanza vita ya hofu, wakishindwa damu watatumia hofu kuwafukuza wote. Awamu hii nilimwelewa sana kwamba lengo lao halikuwa tu kafara. Walitaka watu waogope, wauze mashamba kisha waondoke, kisha wao wanunue kwa bei ya kutupa. Siku hiyo jioni yake Asha alikuja mbio na kusema Baraka ametoweka. Nikamuuliza, ametoweka kivipi? Akaniambia kwamba alikuwa analisha mbuzi nyuma ya nyumba, lakini ghafla akapotea. Aisee, nilishtuka sana. Haraka sana nikaambia tuanze kumtafuta. Tukaanza kumtafuta tukiwa na wanakijiji baadhi. Tulipofika mpakani mwa Kishiri na Luchelele, tuliona alama ya kukokotwa, yani kama alama ya mtu kuburuzwa chini. Na mwisho wake, baada ya kufuatilia ule mchilizi, tuliona shati lake limechanika, tena limeachwa karibu na ule mti wa mwembe wa baba. Nilihisi kama moyo unapasuka. Nilipiga kelele kwa uchungu. Haitoshi, sauti yangu ilinima shambani nikiita Baraka, Baraka. Ndipo nikasikia sauti nyuma yangu ikisema kwamba umechagua vita, acha uipambane. Nilipogeuka nilimwona mjomba amesimama, lakini hakuwa peke yake. Kulikuwa na watu wa kijiji, baadhi yao niliowahi kuwaheshimu. Mmoja alikuwa mfanyabiashara wa madini kutoka Geita, wengine walikuwa viongozi wa kimya wa kijijini. Lakini nikajiuliza, wote wanafanya nini? Wote wanafanya nini? Wanakijiji wote waliotazama, maana kila kitu kilikuwa wazi. Hakukuwa na mizimu, hakukuwa na pepo. Kulikuwa na mtandao wa watu wenye tamaa, wakivaa hofu kama silaha. Nikauliza, Baraka iko wapi? Mjomba akanijibu kwa dharau, bado yuko hai, lakini kila kitu kina mwanzo na mwisho, na kila kitu kipo mikononi mwako. Uamue wewe, afi au asifi. Nikaambia, una maana gani? Akanambia, utaka sife mtu, basi acha shamba na wewe uondoke. Nilimtazama Asha na wanakijiji. Niliwaona sura zao zote zimeinama chini wakiwa wametetemeka. Kiukweli walikuwa
Kiukweli walikuwa wanajua ukweli, lakini wakichagua kimya kwa sababu ya maisha yao. Hapo ndipo niliamua kufanya kitu cha mwisho kama msaada wa kijiji chetu. Nilitoa simu yangu, nikaanza kuwarekodi mazungumzo yao yote, sauti zao na vitisho vyao. Kisha nikamwambia, dunia imebadilika sasa, hofu yenu itaonekana. Nilibonyeza kitufe cha kutuma, video ilienda moja kwa moja kwa ndugu zangu walioko mjini. Sekunde chache baadaye, kelele zilisikika kutoka upande wa Kishiri. Watu walikuwa wanakuja huku wanapiga kelele. Mjomba wangu alitazama pande zote. Kwa mara ya kwanza alionekana kuogopa na kusema, mtajuta, lakini alirudi nyuma na kukimbia. Dakika chache baadaye, Baraka aliletwa kutoka kichakani. Alikuwa hai, lakini alikuwa amechoka sana. Wiki 2 baadaye, mamlaka zilifika pale kijijini. Baadhi ya wale watu walikamatwa, wengine walikimbia. Mmojawapo, mjomba wangu, alikimbia, hajawahi kuonekana tena. Na hapo ndiyo ukawa ukombozi wa Luchelele. Kiukweli shamba la Luchelele bado lipo, lakini sasa kila nikisimama katikati yake najua kitu kimoja tu. Hakukuwa na lahana ya mizimu, laana ilikuwa ni ukimya wa watu wema. Na siku ile nilipoamua kuzungumza, laana ilivunjika. Leo ndo mwisho, na hapa ndo mwisho wa stori yetu ya shamba la kafara inamhusu kijana Adidas. Tukutane katika kisa chengine. Mimi mwenyewe mtangazaji wenu, msimuliaji wenu, Director Starita. Usisahau kucomment, kulike, kushare na kusubscribe ndugu yangu.